kunyanyasa, kisha sisi tunasema sisi ni watu wema, ama tunasema sisi ni wacha Mungu. Sisi ni wacha Mungu. Angalia maneno ya Sayyidina Ali alipoulizwa kuhusu takwa, alikusanya mambo manne. Jambo la kwanza akasema al-khawfu min al-jalil, la pili akasema wal amal bil tanzim, la tatu akasema wal qanaa anil qalil, ya mwisho wal istidadi li yawmi rahim. Sasa katika mambo manne haya ndio yamekusanya takwa. Mambo manne haya yamekusanya takwa. Wewe ukawa wafanya amali kupitia Qur'ani na sunna za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wewe ukawa, ya pili, ya kwanza ni al-khawf min al-dalil, kama Mungu Mwenyezi Mungu. Ya pili ukawa wewe wafanya amali kupitia Qur'ani, kupitia dalili. Ya tatu ukawa mwenye kutosheka na kile Mungu alichokupangia, alichokupa. Na la nne ukawa wewe ni wakumbuka wajiandaa na hii safari. Kwa hivyo jambo la pili ambalo likufanya kupitia Qur'ani, wewe Qur'ani waisoma mashallah, Mwenyezi Mungu akujaze kheri kwa kuisoma Qur'ani. Lakini usisahau kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia Ibn Mas'ud amsomee Qur'ani, na akasoma Qur'ani. Alipofika mahali sura aliyosoma ni suratul Nisa, akasoma mpaka akafika mahali fakaifa idha jina min kulli ummatin bi shahidin wa jina bika ala haula'i shahida. Alipofika hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam akalia, alipolia kama behi, sura hii aya ina mazito sana. Itakuwa vipi siku hiyo ya kiyama watakaoletwa kila umma na shahidi juu yao, wajinabika, na tutakuleta wewe Muhammad ala haula'i shahida, tutakuwa shahidi juu ya hao umma wako. Kwa hivyo Mtume atakuwa shahidi juu yetu. Na wanazuoni atuambia ala, ikiingia mahali kwenye ushahidi ni ushahidi mbaya. Ushahidi ni gani? Inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura, umma wangu hii Qur'ani wameigura, umma wangu hii Qur'ani wameitupa, umma wangu hii Qur'ani wamedharau. Tasema alhamdulillah, tusoma Ramadhani mashallah, tunafikirisha hizi kadhaa kila siku tusoma juzu, lakini swali ni ile sura unayoisoma, aya unayoisoma, ile kuamrisha jambo ufanye wafanya. Huko ndiko kusoma Qur'ani, waisoma na kuizingatia na kuifanyia kazi. Ile kukataza jambo wakatazika nalo. Ikiwa waisoma kama gazeti, basi ujue utaingia katika hisabu ya siku ya kiyama ya watu ambao wameigura hii Qur'ani. Lakini ikiwa waisoma na kuifanyia kazi, imekukataza usidhulumu, wewe hudhulumu. Imekukataza umwangalie yatima, wewe umwangalie yatima. Imekukataza usidharau yatima, wewe umwangalia. Lakini ikiwa wewe waisoma Qur'ani lakini wewe ndio yatima wa mnyanyasa, ikiwa wewe waisoma Qur'ani wewe ndio mtu wa kwanza unadhulumu, ikiwa wewe waisoma Qur'ani wewe ni fisadi wa kwanza, basi siku ya kiyama utaingia katika grupu ya watu ambao ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Nikimalizia, siku moja Amir al-Mu'minin Sayyidina Umar bin Khattab radhiallahu anhu, wakati alipokuwa khalifa, alionekana ameenda kugawanya ardhi. Ameenda kupima, kuwapimia baadhi ya maswahaba ardhi. Alipoenda kupima ardhi, mara akaonekana ametoka katika sehemu hii akaingia sehemu nyingine, lakini amevua viatu, akaingia hiki kipande kingine cha ardhi bila nini? Bila viatu. Kisha akachukua vile viatu akavikukuta kule mahali alitoka, akavikukuta ndio akazitia katika kile kipande kingine cha ardhi akazivaa. Kapima maardhi. Baada ya kumaliza maswahaba akamwambia, tumeona mambo mapya ya Mungu. Mambo gani? Unakuona wewe umevua viatu kaingia hii sehemu nyingine bila viatu, kisha ukavikukuta viatu ndio ukazitia huko kavaa. Vipi? Akamwambia, naogopa chembe moja ya mchanga wa huyu uingie huku, ndio ndio huku katika kusimamisha siku ya kiyama. Chembe moja ya mchanga wa ardhi hii
mimi nikitia huku nitakwenda kuulizwa siku ya kiyama. Sasa tujiulize sisi tutachukua heka ngapi za watu? Mitanga mingapi tutachukua ya watu? Kwa hivyo ndugu zangu na wazee wangu watukufu, tuwe makini sana na hii dunia. Dunia aqallu min al-qalil. Dunia ni chache katika vichache. Tujichunge sana. Hasan al-Basri kama asema wastafiri dama min aini qad talat. Mwaga machozi kutokana na jito lililojaa. Min al-maharimi, kutokana na yale aliyoyaharamisha Mwenyezi Mungu. Wansa hinyata nadami, kisha na ujilazimishe sana miko ya majuto. Kwa nini mimi niliangalia hiki? Kwa nini mimi nilidhulumu huyu? Kwa nini mimi nimeshika hiki? Kwa nini mimi nilimnyanyasa huyu? Kisha wakhalifi nafsa wa shaitana wa asima, ihalifu nafsi yako na umkhalifu shetani. Na hizi vitu ziwili, nafsi yako na shetani, wa asima, umaaswi. Wa in huma ma'aka nusha fattahi. Nafsi yako, shetani, ikiwa watakusafishia naswa, wakuoneshe naswa nzuri, fattahi imekuwa na tuhma. Wai, shetani ndio amenambisha mazuri. Wai, nafsi yangu ndio amenambisha mazuri. Kwa nini? Inna nafsa la amaratun bisui. Kazi ya nafsi siku zote huamrisha mabaya. Mbona leo nafsi yangu amenambisha mazuri? Ndio wazungu sema when the deal is too good, think twice. Ukiona shetani amekuonesha naswaha mzuri, basi jua ya kuwa amekupangia mtego. Kisa kifupi, siku moja amekaa mtu ametoka alfajiri na msikitini, ndio kufika mahali anateleza, kaanguka katika matope, akarudi nyumbani, akaoga, kabadilisha nguo, akatoka tena mara pili, akifika pale pale kaanguka tena, ndio kuswali swala alfajiri. Alipoanguka mara pili, akarudi tena nyumbani, akaoga, alfajiri giza, kabadilisha nguo, akarudi tena. Kurudi kufika pale pale kuna mtu mwonesha taa. Pale pale alipoamka, mara ya kwanza, mara pili, mara tatu, kapata mtu mwonesha taa. Kashangaa, kafungua, kapeleka kwa kufika msikitini. Sasa yeye msikitini yule mtu ndio zake. Kumuza vipi wewe? Wewe unakuwa ni mtu mzuri mashallah, unaenda kwa msikitini. Kisha tunaenda msikitini wala zako vipi? Akafanya ndio mimi wewe. Sio mbali hizi. Mimi yule ndio kuangusha mara kwanza, katarajia utasikia uvivu wewe ulale. Lakini usikie uvivu urudi. Uliporudi umesamehewa dhambi zako. Ukaanguka mara pinga kuangusha mara pili, ukatarajia ukirudi nyumbani utasikia uvivu ulale. Ukaomba kubadilisha nguo, ukarudi tena. Familia yako, watu wako umesamehewa dhambi. Mara ya tatu nikaona nikuoneshe taa. Kwa nini? Lao ningekuangusha mara tatu, umma wote kutiwa dhambi. Kazi yangu gani? Ndio tukasema when the deal is too good, think twice. Shetani akikuamsha mazuri, nafsi yako kukuamsha mazuri, basi jua kuna mtego umetegewa mbele. Kwa hivyo inshallah mpaka hapa ndio inshallah yangu atakamilisha kidogo. Kama nimepata tufikie moja, kama nikosa basi ndio inshallah. Asalamu alaykum. Assalamu warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Huko tukisubiri saa 10 ingie, tumesikia chakula cha roho kimetuingia. Tukifanyia kazi chakula cha roho. Ndugu zangu Waislamu, ibada tusiacheni. Ibada tusiwe wenye kuswali Ijumaa kwa Ijumaa, Ramadhani kwa Ramadhani. Ama leo tumekuwa ni wenye kumshinikiza ndugu yetu, sahiba yetu, rafiki yetu, jirani yetu, ya kwamba tuenda kumswalia swala ambayo kwamba haina sujudi wala rukuu. Allahu akbar. Lingine ndugu zangu Waislamu, tunashukuru khatibu wetu ambaye kwamba ametuhudumia. Mwenyezi Mungu amhifadhi, Mwenyezi Mungu ampe umri, Mwenyezi Mungu amkundulie kifua chake kiwe kwa na ilmu ya zaidi na zaidi. Lingine ndugu zangu Waislamu,
tusameheane. Wallahi tusameheane sahihi kabla tujakata roho. Leo hii tuko hapa ndugu zangu Waislamu, hatusemeshani kabisa. Mimi nimeteta na yule ameteta na yule, baba ameteta na mwanawe. Alhamdulillah, Allahu akbar. Tusameheane sahihi kabla ambapo kwamba yule ambaye kwamba amelazwa ya kwamba tunataka msamaha wake tumsamehe. Hili sivyo ndugu zangu Waislamu. Saa hii ni wakati wa msamaha kwa yule ambaye kwamba alikosea sana. Umkuja mahakamani. Wallahi hii dunia ni mapito. Wangapi wamepita na walikuwa na mali. Walikuwa na mali zaidi ya mali. Wazee wetu wa zamani walikuwa na mambo kwamba ni mazuri zaidi yetu sisi. Nini? Walikuwa wakishikana, walikuwa wakipendana, walikuwa hawaachi ibada. Wakisikia tu hayya ala salati hayya ala falah, wao tayari wanakuwa ni wenye kujiandaa na swala ya sunna ambayo kwamba ni kablia na baadia, huku wakiwa ni wenye kuja mapema msikitini. Alhamdulillah, tusameheane. Hili ni jambo kubwa sana kwamba mimi ambaye kwamba nimesimama hapa, yoyote ambaye kwamba nimekosea naomba nisamehe. Na yule ambaye kwamba ndugu yangu Muislamu amemkosea mwenzake, huyo mwenye kumkabili kuwa mjinga kwa mwisho, lakini wallahi billahi tallahi hutokosa kitu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Msamaha ni kitu muhimu. Msamaha ni kitu muhimu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye anasamehe madhambi yote unayofanya isipokuwa shirki. Kifa mimi na wewe sasa tukisameheane? Mazingatio. Huyu ni mwenzetu, huyu ndugu yetu, huyu ni mwalimu. Kutoka enzi alikuwa akifundisha shule. Leo hii kuna baadhi ambao kwamba ni walimu wa shule. Wamepata faida ngapi kwa yeye? Huyu ni mtu ambaye kwamba anayetambulikana katika mji wa Mpeketoni, katika mji wa Mapenya, katika mji wa Lamu, katika mji wa Matondoni ambapo amezaliwa. Ndio kiini cha Matondoni huyo alikuwa. Tumsameheane ndugu Muislamu. Leo tunataka kwamba alikosea. Na sisi tuko hai tusameheane. Wallahi narudia tena, tusameheane. Sina mengi hapo kwamba tutakayozungumza, ila baada ya kuzika ama kabla ya kuzika kuna wageni tofauti wamekuja hapa kumshirikisha swahiba yao, ndugu yao, kwa minajili ya familia. Kama mimi mmoja wao ni ammi yake na mkubwa wake yuko hapa, kama tunavyojua ammi Abdullah Omar Rakai tuko naye hapa, na wengine tuko naye hapa ammi Ishmaki ambao kwamba ni wakubwa, ambao kwamba wao tayari walikuwa ni ndugu wawili waliobakia, na wengine akina mama tuko nao ni ndugu zao. Kwa niaba ya familia yote ambayo kwamba tuko nayo, tumetoa shukrani baada ya kuzika. Tumetoa shukrani kubwa za dhati ya kwamba mmetoka kwa zenu. Wengine wametoka mbali, wengine wametoka Nairobi, wengine wametoka Mombasa, wengine wametoka Lamu. Alhamdulillah, tunarejesha shukrani tena za dhati sana. Mwenyezi Mungu tujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Mwenyezi Mungu amsamehe madhambi yake ambayo kwamba tunayo, na sisi Mwenyezi Mungu wakati wetu ukifika tupatie kauli thabiti fi hayati dunya ila. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.